Hey, mambo vipi mwanafamilia wa Matengo Media? Bwana, leo bwana kwenye update nimekusogezea hii issue ambayo inamhusu Alikiba na Diamond Platinum. So, tunajua kwamba kuna ugomvi mkubwa sana ambao unaendelea saizi na watu wengi wanajaribu kujaji sana huo ugomvi. Lakini pia mimi nataka niwaambie huu ugomvi ni ugomvi wa biashara. Watu wengi waga mara nyingi nazungumza kitu kama hicho, lakini pia nataka nikwambie kitu kimoja. Unajua tunakumbuka kwamba Diamond alizungumza kuhusiana na Alikiba. Tukirudi nyuma kidogo kipindi cha kampeni ya Mama Samia, so alizungumza kuhusiana na swala zima la kwamba hakuna mjinga yoyote, mpumbavu yoyote ambaye anamweza kimuziki. Na hilo watu wengi walisikia na waliona pia. Lakini pia hapa katikati kipindi cha Pasaka Alikiba amekuja kuzungumza kwenye show yake ya Mwanza. Amesema kwamba mjusi kafiri. Hiyo amecomment kwenye page yake ya Instagram. Lakini pia kuhusiana na kuzungumza kwenye stage ya Alikiba alizungumza kusema kwamba inamaanisha kwamba yeye Diamond atatoa nyimbo zaidi ya nyimbo, yani atatoa back to back, alafu baadaye yeye Alikiba atatoa nyimbo moja tu na mambo yote yataenda. Yani ndio maana anajiita king wa Bongo Flava. Lakini pia tukiangalia hii issue imekuja kutrend baada ya Diamond kutoa pia wimbo na Jux. Hapa katikati nilikuwa nasikia kuhusiana na ugomvi wa Jux na Diamond, lakini nilichokuja kugundua ile ilikuwa attention tu ya kuweka watu kwamba jamani tunakuja na jambo jipya au jambo kubwa zaidi. Lakini sasa issue ya Alikiba imekuja kutrendi zaidi, imekuja kuwa kubwa, kuonekana kwamba hapa Alikiba amekuja kudhihirisha kabisa bwana, mimi nina ugomvi na Diamond Platinum. Lakini pia mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Najua kuna watu wengi waliongea hapa katikati wakasema kwamba Alikiba anaangalia sana soko la ndani, lakini Diamond anaangalia soko la nje. Lakini ukija kutazama vizuri, watu wengi wanasema hata Baba Levo alikuwa alipokuwa anafanya exclusive akasema kwamba ni kweli Alikiba anaangalia soko la ndani, lakini ni vizuri pia ile ni chachu ya nani? Ya Diamond Platinum. Yani kwamba mshindani wake ni vizuri pia kuwe na chachu. Lakini wengine wametoa maoni kusema kwamba Alikiba asiangalie tu soko la ndani, aangalie pia na soko la nje, kwa sababu akimwangalia mwenzake Diamond anazidi kufanya muziki wa international zaidi. Lakini pia naamini unajua kitu ambacho watu hawajui, hii issue wanatengeneza mashabiki. Yani wao hapo kibiashara, lakini kipindi mnaposema kwamba Team Mondi, Team Alikiba, so hiyo pia mnawapa chance ya wao kutengeneza kitu kizuri. Kuna jambo moja lazima ulijue kwamba kipindi Alikiba anataka kutoa ngoma lazima atake attention ya Diamond. Lakini pia Diamond akitaka kutoa ngoma lazima aweke attention ya Alikiba. Lazima tu atamtaja mwenzake. Yani hiyo ni lazima. Lakini ukija kuangalia zaidi kwa jicho lingine unakuja kujua kwamba huu ugomvi wa biashara. Yani wao wanatengeneza biashara. Lakini kitu kingine pia wanajiuliza kama Alikiba na Diamond wana ugomvi wa biashara, na tunamuona kabisa Konde Boy Harmonize anajaribu na yeye kuingilia kati, yani kuingia. Na kipindi cha nyuma tunakumbuka kwamba Harmonize alikuwa anasema kwamba hataki kuzungumziwa na Diamond, lakini watu wakaja juu kusema kwamba kama hutaki kuzungumziwa na Diamond inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu wewe yule kama babako. Yani uweze kusema kwamba babangu akizungumza eti nisizungumziwe, inakuwa ni ngumu sana. Mimi nataka udondoshe comment yako hapo sehemu ya comment, uniambie kwamba ni sawa ugomvi wa Alikiba na Diamond wa kibiashara, au wewe kwa upande wako unaonaje? Mimi naona ni kibiashara tu, kwa sababu wote wanafanya muziki, na unajua pia inapotokea chachu kama hii kidogo kushindanisha kidogo, muziki wetu pia inakuwa kidogo unachangamka, sio kwamba unakuwa umepoa. Na hiyo kauli Diamond alishawahi kuongea, nasema pengine kushindanishwa kwetu kumenifanya mimi nimesimama hapa mpaka leo, na pia kushindanisha kwetu labda imemfanya Alikiba asimame pale mpaka leo. Mimi sitaki kuongea mengi zaidi, lakini nataka udondoshe comment yako hapa. Lakini pia usisahau kutufollow kwenye kurasa zetu za Instagram, Facebook na TikTok kama Matengo Media. Mimi nawapenda sana guys. Tukutane wakati mwingine na mida kama hii ili niwape update zote kutoka hapa Matengo Media. Nawapenda sana guys. Ciao.